Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Salama kabisa. Karibu sana Bomba FM. Asante sana. Karibu sana. Hapa ndo Bomba FM. Shukrani kabisa. Karibu sana, karibu sana. Karibu keti hapa. Karibu sana bwana. Asante kabisa kabisa. Hatimaye niko ndani ya Bomba. Uko ndani ya Bomba FM. Okay, jijini Mbeya. Mia moja na 4.1 Bomba FM. Sawa. Haya. Tunapanda Sawa. Na msikilizaji, tayari dakika 25 zimekwisha kuondoka kwa saa za Afrika Mashariki, kama ambavyo nilikupa taarifa kwamba leo takuwa na mgeni hapa ndani, mwimbaji wa nyimbo za Injili ambayo niko nayo hapa leo. Mgeni wangu ni hii ambayo unaisikiliza, wimbo unaitwa Yesu wa namna gani, Frankie Ngonyani. Exclusive interview. Namna hiyo, yapo mambo mengi na matendo makubwa mengi ambayo Mungu wetu amekuwa akitutendea. Tuwezi kumlipa, lakini tunaweza kumshukuru tu. Lakini kubwa zaidi, anatushangaza kwa yale mambo makubwa ambayo amekuwa akitutendea. Basi ni rekodi nzuri kabisa kwake Frankie Ngonyani, Yesu wa namna gani. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Frankie Ngonyani. Amina, mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Ninayo furaha sana kukuona mahali hapa asubuhi hii leo. Huwezi kuizidi ya kwangu. Amina sana. Karibu sana, karibu sana. Amina, amina, nimekaribia. Namna hiyo. Kwa faida ya msikilizaji, kwa yule ambaye anakusikia leo kwa mara ya kwanza kabisa, labda ungejitambulisha, Frankie Ngonyani ni nani, lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka wapi, na imekuwaje mpaka leo hii pia yuko hapa Bomba FM? Naitwa Frankie Ngonyani. Mimi ni mwenyeji wa Songea.
Naam. Na kwa sasa makazi yanafanyika pale Mwanza, Rock City Mwanza. Okay. Yeah. Naam. Ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za Injili? Ni wito na nani pia aliweza kutambua talanta ambayo iko ndani yako ya uimbaji wa nyimbo za Injili? Uimbaji wa nyimbo za Injili ni huduma ambayo iko ndani. Okay. Na mimi mwenyewe sikuwahi kufikiria kwamba siku moja nitakuwa na huduma kubwa kiasi hiki. Ndio. Lakini katika hatua za maisha, tukiwa pale wanafunzi sekondari kwa advance, huduma ikaanza kuonekana. Okay. Baada ya hapo pia tunavyoendelea kukua, basi Mungu anaendelea kudhihirisha kile ambacho kiko ndani. Amina sana. Yeah. Mwanza upo kwa habari ya huduma au? Mwanza niko kwa habari ya Kaisari kwa maana ya majukumu ya kikazi, lakini huko pia Mungu amefungua milango mikubwa ya kihuduma. Amina sana. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya kwa sasa hivi. Frankie Ngonyani mpaka kufikia muda huu na kazi nyingi ambazo zinafanya vizuri kama Mwaminifu, Eloi Mtakatifu, sijaona kama wewe na kazi zingine nyingi sana. Unaona unafikia pale ambapo unatamani kufika kupitia huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako? Naona inafika, lakini nahitaji kufika zaidi pia. Okay. Labda kitu gani hasa ambacho kinakwamisha huduma yako kwa sasa usifike kule ambapo unatamani kufika? Niseme tu kila jambo, mafanikio ya kila jambo yana muda pia. Okay. Kuna hatua ya hata mtoto akizaliwa leo hawezi akaanza kukimbia moja kwa moja. Okay. Ataanza kutambaa. Sasa kule kutambaa kwa kawaida unaweza kuhisi kama anachelewa, lakini kumbe ni hatua za kuendelea kufika kwenye mafanikio ya juu kabisa. Namna hiyo. Pale katikati ulitupa zawadi bwana, ilikuwa ni EP au ilikuwa ni album hii? Ile ya mwanzo ilikuwa ni EP, lakini mwezi wa 6 nikakamilisha album ambayo ni nyimbo 10 sasa. Okay. Yeah. Sawa. Unadhani maendeleo ya muziki wa Injili kwa sasa hivi kwa waimbaji kutokea kusini mwa Tanzania, sasa hivi upo pale katikati Mwanza kabisa. Wale waimbaji chipukizi ambao wanakuja katika huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za Injili, changamoto gani kubwa sasa hivi ambayo inawabana? Tunaona kuna kile kizazi pale katikati kina Kibonge wa Yesu, kina Anicet Butate, wakabaki wale wale tu. Hatuwapati sasa hivi miaka ya hivi karibuni chipukizi wengine. Hasa changamoto kubwa hasa iko wapi? Kwa waimbaji wengi sasa, nikichukulia mfano wa pale Mwanza, okay, kuna baadhi ya watu nafanya nao pale, lakini unakuta changamoto kubwa ipo kwenye uchumi pia. Uchumi, lakini pia changamoto nyingine pia, sasa teknolojia imebadilika tofauti na misimu ile ya zamani. Kwa kukopa na teknolojia pia, teknolojia inaweza kukuacha. Ikishakuacha basi huko nje ya mfumo pia. Sawa. Frankie Ngonyani, kazi zako ni nyingi sana hapa. Najaribu kupita, sioni video bwana, mtu wa Mungu. Ni audio na zinafanya vizuri kweli kweli. Mtu wa Mungu, audio kama nilivyosema. Naomba nimhakikishie msikilizaji, na mimi nipo kwenye maandalizi ya video sasa, na naamini tunapofika tunaumaliza mwaka Disemba, baadhi ya video zitakuwa tayari. Okay. Sawa, kumekuwa na changamoto kubwa sana sasa hivi ya waimbaji wengi wa gospel kufanya kazi zao katika maudhui ambayo ukisikiliza unaona kama ni nyimbo za duniani hivi, lakini inakuwa ni gospel. Ni sahihi? Sasa inategemea na namna ambavyo mtu ameitwa katika huduma. Kama mtu ataifanya hivyo kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna kizazi kikisikia ladha fulani kinaweza kikamtambua kama kikavutwa kwa Yesu. Kwa kama mtu atafanya hivyo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwangu sioni shida. Okay. Lakini kama mtu atafanya hivi kwa kuiga namna ambavyo ulimwengu unaenda, huyo atakuwa nje ya mstari. Okay, mara moja huwa unakaa labda unasikiliza hizi nyimbo za duniani? Hapana. Okay. Unaamini labda njia sahihi pia ya kuweza kuhakikisha injili yako inafanya kazi ni pamoja na kuwafikia wale watu wa dunia, kwa maana pia wewe kushiriki vyema na wale watu wa duniani? Kushiriki kwa maana ya mahusiano ya kawaida. Okay. Kwa sababu katika kushiriki kwao wanamtambua pia Yesu wetu ambaye
kwa kushiriki kwa maana ya mahusiano ya kawaida ambayo yanaweza ka influence maisha yao pia, yakamfahamu Kristo. Yeah. Na sasa hivi pia kuna swala la waimbaji wa nyimbo za gospel kushirikiana pia na waimbaji wa nyimbo za duniani, na nyimbo huwa zinaleta maudhui mazuri kabisa ya habari njema, lakini swala la waimbaji wa duniani kushirikiana na waimbaji wa nyimbo za Injili ni kama ni jambo ambalo linaleta mijadala sana kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama Frank Ngonyani una mtazamo upi kuhusiana na hiyo dhana? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba kama huyu mtu atashirikiana na mwimbaji wa duniani kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, nitaishia pale pale. Kama ni kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, haina shida. Ila kama kwa influence nyingine za kwake binafsi za kiumaarufu, kutafuta umaarufu na vitu vingine, kutakuwa na shida. Ila kama ni Roho Mtakatifu ananigusa Frank, bwana ashirikia, hapo sawa. Lakini kama ni influence ya kidunia hapo ni changamoto kubwa mno. Yeah. Sawa, Eloi imefanya vizuri sana na ulimshirikisha Emmanuel Simon. Moja kati ya rekodi nzuri. Natamani tumpe nafasi msikilizaji hata dakika 2 kidogo asikilize, alafu tutarudi tena hapa. Sawa. Mtu wa Mungu Eloi, kitu gani hasa ambacho ulikuwa unajaribu kugusia hasa? Mtu wa Mungu Eloi, wimbo ulifika kwa Roho Mtakatifu alileta ile sensi ya mtu ambaye anapitia kwenye mazingira magumu. Mtu ambaye amefika hatua amekata tamaa. Mtu ambaye anafika hatua anasema nimemwomba Mungu lakini sioni kama yuko Mungu tena na mimi. Mtu ambaye amekata tamaa, yuko kitandani mgonjwa, anaumwa, haoni tumaini. Majibu ya daktari hayaonyeshi tumaini la yeye kuendelea kuishi. Lakini mtu ambaye haoni msaada wowote, biashara inayumba, ndoa inayumba na mambo hayaendi vizuri. Kwa hiyo ilikuja hiyo feeling, nikakumbuka Yesu akiwa msalabani. Ameachwa kabisa. Rekodi nzuri sana. Labda kwa kumalizia kwa sababu ya muda, Frank Ngonyani mara nyingi kazi zake au huduma yake huwa anaandika yeye mwenyewe au anaandikiwa?
Frankie Ngonyani anaandika yeye mwenyewe. Oh, hongera sana. Mtakatifu ipo kazini. Okay, hongera sana. Hongera sana. Na mpaka sasa hivi labda changamoto kubwa ambazo unakutana nazo kama Frankie Ngonyani kwenye huduma yako? Changamoto kubwa ni naweza nikasema, kwanza namshukuru Mungu, lakini pia changamoto kubwa ambayo naweza nikasema ni kuna wakati tunahitaji kufanya mambo yaende kwa spidi kubwa, lakini unakuta uchumi umekamata kidogo, majukumu ni mengi ambayo yanahitaji fedha. Okay. Lakini pia ukiona hata hiyo video ingekuwa hadi leo ningekuwa nimeshatoa, lakini unaangalia ile budget unaipangilia mipango ili kufanya kwa ubora zaidi pia. Naam. Na msikilizaji hapa ametuma ujumbe amenifurahisha kweli kweli. Mtu wa Mungu alikuwa anauliza Frankie Ngonyani ameoa. Frankie Ngonyani ni baba wa watoto 3, mume wa mke mmoja. Oh, wow. Jambo la baraka sana. Sifa na utukufu kwa Mungu. Amina sana. Nimebarikiwa sana na hili swali la msikilizaji hapa. Okay. Sawa, kwa kumalizia kazi zako tunazipata wapi na wapi? Kazi zangu zinapatikana YouTube kama Relix Video. Okay. Na hii album inaitwa Ni Mwamba. Imebeba nyimbo 10. Okay. Kwa maana ya YouTube, kwenye YouTube channel ambayo inakwenda kwa jina gani kwenye account yako? YouTube channel inaenda kwa jina la Frankie Ngonyani. Okay. Spelling za Frankie ni Frankie ya Kiswahili au ile ya Kinyakyusa ile? Ile ya Kiingereza. Frankie Ngonyani. Okay. Tunaweza kutafuta kwa jina la wimbo kama Mwamba au Eloi, utaipata pale. Lakini pia unazipata mdundo.com. Okay. Kule audio zote zinapatikana mdundo.com. Kwa hiyo msikilizaji anaweza download akapata audio pale. Lakini pia zinapatikana tunaita Spotify. Okay. Unaweza kuzipata pale na Boomplay kule. Boomplay pia unaweza kuzipata. Safi kabisa. Yeah. Namna hiyo ni jambo la baraka sana, moja kati ya mapinduzi ambayo lakini pia Audiomack. Audiomack inaona wana mfumo mzuri wa mtu kuweza kudownload audios, pia unaweza kuzipata kule. Okay. Yeah. Imekuwa njema sana na ni jambo la baraka sana. Yeah. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema bwana, sisi watu wa huduma sisi hatutakiwi kuingia kule TikTok, hatutakiwi huko si wapi lakini ni njema kwa sababu injili inatakiwa wafikie wale watu kule ambao wamepotea, na hizo ndizo platform ambazo watu wako huko sasa. Naam. Yeah. Kwa hiyo tuweze kuacha tu mambo ya dunia kaendelea huko, lazima inject vitu ambavyo mtu akipitia kwenda kukutana na ujumbe wa Kristo. Sawa, labda neno la mwisho kabla hujatutajia pia mitandao yako ya kijamii, neno la mwisho kwa wasikilizaji ambao wanakusikiliza asubuhi ya leo. Neno la mwisho ni kwamba Frankie anatamani amwone msikilizaji anaposikiliza jumbe ambazo ziko kwenye nyimbo hizi, moyo wake uvutwe kwa Kristo, uvutwe kwa Mungu. Anawezekana amezunguka na kuteseka kwenye mambo mengi ambayo hajapata solution, lakini lengo la hizi nyimbo ni kumtambulisha Kristo, kumtambulisha Mungu mwanadamu kwamba yuko Mungu. Unaweza kupita kwenye misimu fulani migumu mizito, hauelewi. Lakini jumbe hizi kiu yangu msikilizaji atambue yuko Mungu. Amina sana. Yeah. Toka kule kwenye kutegemea waganga, kutegemea bidii zako, mizimu na nini, njoo kwa Kristo, njoo kwa Mungu. Muamini Mungu anaweza kukuvusha katika mazingira. Amen. Naam, nikupe swali la ukorofi kidogo bwana. Frankie Ngonyani huko anakwenda, atutegemee kuona labda anamiliki record label yake ya kuinua waimbaji wengine wa nyimbo za Injili? Ndugu yangu, hadi sasa bwana nimeshasaidia, nimeshawapush baadhi ya waimbaji. Pale kwangu Mwanza tuna studio. Okay. Ambayo inaitwa kwa Great Nation Music Studio. Safi kabisa. Na hii imeshainua baadhi ya waimbaji binafsi ambao ndio maana nisema kuna baadhi ya waimbaji wanakutana picha kwenye changamoto ya kiuchumi. Kuna mvuta pale ili aweze kuinuka. Okay. Kwa Great Nation nategemea iwe rekodi kubwa kwa baadaye. Okay. Ambayo pia itaweza kuinua waimbaji mbalimbali. Ili Kristo apate utukufu. Sawa, kuna mwimbaji anakusikiliza sasa hivi anatamani umbariki kwa kumshauri, maoni, mawazo, lakini kuna mtu anatamani kupata mawasiliano na wewe, kuna mtu anatamani apate kazi zako moja kwa moja. Nambari yako ya simu? Namba yangu ya simu Tigo ni
0716559553. Tairudia. Okay. 0716559553. Shukrani sana. Na kwenye Vodacom anaweza kaitumia 0759 81 34 56. Irudia taratibu. 0759 81 34 mwisho 56. Kwenye mitandao ya kijamii, mtu wa Mungu, mwimbaji Frank Ngonyani, wanakupataje mashabiki zako sasa hivi? Kuna mtu anatamani kumuona huyu Frank Ngonyani yupoje? Anatamani kwenda Instagram, Facebook wamuone yupoje huyu bwana. Mbona ana sauti nzito huyu? Ni mwembamba, mnene. Karibu. Facebook napatikana kwa jina hilo la Frank Ngonyani. Kiingia pale Facebook Frank Ngonyani utanikuta pale, lakini pia Instagram napatikana kwa jina la Frank Ngonyani 2024. Frank Ngonyani 2024. Na TikTok napatikana kwa jina la Frank Ngonyani. Okay. Lakini huko Spotify, wapi Audiomack, mdundo.com, huko kote pia napatikana kwa jina la Frank Ngonyani. YouTube kama nilivyosema ni Frank Ngonyani pia. Karibu sana, follow, subscribe, like, share, Injili ya Kristo iweze kwenda mbali zaidi. Mimi nikushukuru sana mtu wa Mungu. Na natamani uniambie hapa tunaaga na wimbo gani? Maana nina kazi zako karibu zote hapa bwana. Tunaaga na kazi gani? Japo mimi nilipendekeza sijaona kama wewe. Hebu tuage na mwamba bwana msikilizaji. Tuage na mwamba Hata sijaona kama wewe sawa. Sawa. Sasa hamna shida mtu wa Mungu. Maana kazi zote ni njema na ni za baraka sana. Binafsi huwa nabarikiwa sana na huduma yako. Huwa nabarikiwa sana na huduma yako Frank Ngonyani. Namna hiyo. Basi tusikilize rekodi ya kwake Frank Ngonyani. Kazi inaitwa Mwamba. Mtu wa Mungu, unayo nafasi pia kuendelea kuhakikisha unapita kwenye mitandao yake ya kijamii ili kuweza kuendelea kusikiliza kazi zake mbalimbali. Karibu sana Frank Ngonyani, Bomba FM. Asante sana. Asante sana. Rekodi ya Frank Ngonyani inaitwa Mwamba. Aise, ongea. Nimefurahi kuwaona. Nakuja hapa ni Mungu amebaleta. Kwa Yesu hakuna bahati mbaya. Kufika hapa kuna kitu kinachokuja. Lakini pia tumeshakuwa kutoka kwenye kanisa letu pale Redeemed hapa panaitwa Penguin kwa makamu ni katibu mkuu pale Songea anaitwa Emmanuel Komba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu amesema, naitwa Frank Ngonyani, mzaliwa wa Songea, lakini tuna kazi kwa sasa, niko Mwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na nimefika Mbeya toka siku ya Jumanne, nimeingia kwenye huu nikitokea Dar es Salaam. Tuko na kikao hapa Tupime kwa siku ya tarehe 2 na tarehe 3. Tuko na kikao hapa tumekimaliza Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya Jumatatu kesho tutakuwa Nairobi Mwanza. Kwa baada ya kipindi nafikiria kwa kuja nitakutoka yuko mchungaji wa Kajinga hapa. Namtumikia Mungu kwa habari ya uimbaji. Nina album yenye nyimbo 10 inaitwa Mwamba, na kila ninaposafiri iwe ni kikazi, lakini napata fursa pia ya kuwa na huduma katika maeneo mbalimbali. Na leo sisi pale Bomba FM tukimtangaza Kristo pia pale. Mwamba, ukisoma ile Zaburi ya 18 mstari wa 31 utaona mwamba anatajwa pale kwa ile Mungu wetu. Haijalishi wewe ni mjane, ni yatima, unapitia
hata kwenye mazingira mazito yuko mwamba wa kutukomboa. Kuna mtu mmoja aliimba akasema, niko chini ya mwamba na mwamba juu yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo tunamtaka mwamba. Karibu sana. Kaniketisha juu na wakuu, huyu Yesu amenitoa chini jalalani matopeni, kaniketisha juu na wakuu, huyu Yesu baba wa yatima, mume wa wajane, Mungu wa masikini. Baba wa yatima, mume wa wajane, Mungu wa masikini. Nasema Yesu ni mwamba, kweli ni mwamba, ni mwamba. Amini ndugu yangu, kwenye shida yako atasaidia. Jambo gani gumu limshinde Yesu? Amini tu, kweli Yesu ni mwamba, huyu Yesu ni mwamba, Yesu ni mwamba, kweli Yesu ni mwamba, Yesu ni mwamba, Yesu ni mwamba. Oh, huyu Yesu mwamba, 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 Yesu mwamba, sema Yesu mwamba, mwamba, Bwana Yesu mwamba, Yesu mwamba, sema Yesu mwamba, 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 Yesu mwamba. Bwana ni nguvu zangu, nakupenda sana, jabali langu, boma langu, Mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu, nakukimbilia
nani ni muhofu nami? Yesu ukiwa nami, nimwogope nani? Ni muhofu nani? Yesu ukiwa wako niko salama, mwamba umenificha, adui asinipate. Wako niko salama, mwamba umenificha, hakika wewe ni mwamba, Yesu ni mwamba, kweli ni mwamba. Hakika wewe ni mwamba, Yesu wangu ni mwamba, kweli ni mwamba. Mwamba, 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 Yesu mwamba, kweli mwamba, 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 Yesu mwamba, mwamba, Yesu Haleluya. Amina. Baraka sana mtumishi wa Mungu kutoka pale Songea.